Ninapoanza safari hii kwanza nimeona ni vizuri au ni lazima nianze kujua hali yangu ya sasa hivi, of which nitaanza kupima kilo zangu, nitapima mikono, nitapima tumbo, nitapima hips, na hapa nilipo nina mizani, nina tape measure na nina notebook ambao nitaandika kila kitu na nitarekodi, kwa sababu ninajua katika hii lifestyle everything count. Yani hata ikitokea umepungua tumbo inchi moja, inchi mbili, najua ni hatua. Kwa hiyo nitaanza kwa kupima. Hii sio kujihukumu, hii ni ili niweze kujua progress, niweze kujua maendeleo kila nitakapokuwa naendelea, wiki moja, wiki mbili, mwezi, kujua ni wapi nilikotoka na ni kitu gani ambacho nimefanikiwa au ni hatua gani nimeweza kupiga. Kwa hiyo guys, nakushauri kama tunaanza pamoja, pima uzito wako, pima mwili wako, kama ni kiuno, ni tumbo, hips, au kama una sehemu ya mwili unaona mimi kwingine niko sawa, labda ni eneo fulani, pima ili utakavyokuwa unaendelea, utakapokuwa umebadilisha vitu fulani au utakapokuwa unafanya mazoezi mwenyewe uweze kuona kwamba kuna changes. Okay, karibu sasa. Tuanze kwa kupima uzito. Nitapanda kwenye mizani, nitaonyesha uzito wangu wa sasa hivi. Okay, kwa hiyo naanzia hapa, kilo zangu ni 126 guys, kama zinavyoonekana hapo kwenye mizani. Sasa nitazirekodi kwa ajili ya kumbukumbu. Kilo 126, 70. Baada ya hapo tutaenda kupima tumbo. Tutapima tumbo, tutapima mkono, kiuno, paja. Nadhani hivyo vinatosha. Tutaanza na tumbo. Tutaanza na tumbo. Nadhani ni hapa. Nadhani ni 51, nikibana nadhani itakuwa 50 kama inavyoonekana hapo. Hilo ni tumbo. Tumbo 50. Tutapima mkono. Okay guys, sasa hapa sasa hivi napima mkono, na mkono kama inavyoonekana ni 20. Kwa hapa nilikopimia ni 20. Kwa hiyo pia nitarekodi. Nitapima pia paja. Nitapima pia paja. Kama inavyoonekana paja ni 33. Paja ni 33. Hips, nataka pia nipime na hips. Kama inavyoonekana hapa. Kama inavyoonekana hapa ni 59. Nadhani tumemaliza guys. Hivi ndio vipimo vyangu.
hivi ndio vipimo vyangu ambavyo nimeanza navyo. Nitakuwa naonyesha progress as time goes. Okay guys, kwa hiyo hapa ndo tunapoanzia. Kilo zangu kama mlivyoona ni 126. Tumbo ni inchi 50, mkono ni inchi 20, paja ni inchi 33, hips ni inchi 59. Kwa siku ya leo tunaanzia hapo, na leo ndo siku ya kwanza ya safari yangu hii. Kuna vitu naenda kuviacha. I know it's hard but nitaenda kuviacha. Kama kwa sasa hivi nitaanza kuacha wanga. Nitaacha wanga, chapati, wali. Kama unajua kabisa kwamba na wewe unataka kupungua na kuna vitu una miss kula cha mwisho ili tuanze pamoja, lakini mimi hapa leo ndo safari yangu, yani leo ndo day 1. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nimeviacha. Naweza kusema hivyo, nimeviacha, na naomba Mungu anisaidie nisikengeuke. Yani nisikengeuke, nikae kwenye mstari, na nitaacha chumvi, nitaacha sukari, nitaacha wanga kwa muda kidogo, kwa at least siku 10 nitakuwa ninafanya detox, na nitashare na nyie leo kwa sababu nimeshaitengeneza. Nitashare na nyie kwenye video ijayo itakayokuja baada ya hii. Nitashare na nyie jinsi ya kuitengeneza detox hiyo. Nitaanza kutengeneza, tutakuwa tunakunywa detox water asubuhi, tutatengeneza detox water, nitawaonyesha. Na mchana tutakuwa tuna replace chakula na smoothie. Yani kwenye chakula tutakuwa tunakunywa smoothie, na tutaacha kusnack, yani ile kula katikati ya asubuhi mpaka saa ngapi katikati hapo unakula. Kwa hizo tutajitahidi tuache. Na yani sio kitu ambacho kita cost hata kwa yule ambaye hana uwezo yani sio kitu ambacho, ni mahitaji ni ya kawaida, matunda na mboga na viungo, kwa sababu asubuhi lazima tutaanza kwa kunywa chai ya viungo. Tutaacha sukari na majani ya chai, tutatumia mchai, tangawizi, viungo tu vya chai tutachemsha vizuri, tutakunywa asubuhi, tutachoma tumbo pia. Baada ya hapo tutakunywa smoothie yetu asubuhi nusu lita, mchana nusu lita, jioni nusu lita. Kwa hiyo katikati hakutakuwa na kula, na pia maji kwa wingi. Katikati tutakuwa tunakunywa maji. Maji ni muhimu kulingana na kilo zako. Maji ni muhimu, lazima unywe maji pia kwa wingi. Najua siku 3 za mwanzo zitakuwa ngumu, kwa sababu kumbuka tunaacha vitu ambavyo tulikuwa tumezoea kula. Tumezoea ni kila siku, mtu usipokula ugali utakula wali, usipokula wali utakula chapati, makande, vyote hivyo tunaenda kuviacha. Kwa hiyo najua siku 3 za mwanzo zitakuwa ngumu kwa sababu ya mwili kuadapt, lakini pia najua utapata, sijui, lakini najua kuna watu tuta experience vitu tofauti. Mwingine kichwa, mwingine atakuwa na hasira, mwingine atakuwa na vimoods hapa na pale. Usikate tamaa, yani hapo ndo pa kukaza, na mimi najipa moyo kwa sababu najua pia na wewe utakayokuwa unaniangalia utakuwa pia na wewe tuko pamoja. Kwa hiyo najua sitataka kuangusha, kwa hiyo nitajitahidi ku make sure nitakaa kwenye mstari, na nitakuwa nawaambia baada ya siku 3-4 nitakuja nitatengeneza video progress, nini kimetokea, nini kimebadilika, najisikia kama kuna utofauti wowote kwenye mwili wangu ambao najisikia, kama kuna changamoto pia tutashare pamoja. Kikubwa ili uweze kukaa kwenye hiyo lifestyle au kukaa kwenye huo mfumo, ni vizuri mtu ufanye shopping ya matunda. Kama uzito wako ni mkubwa kama mimi au umepitiliza, matunda, ukifanya shopping ya matunda, nunua matunda ambayo hayana sukari nyingi, kwa sababu pia hapa sukari pia na uzito ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba ukienda sokoni, chukua matunda ambayo hayana sukari nyingi. Chukua tikiti, matango, papaya lina sukari nyingi, parachichi lina sukari nyingi, lakini kwa kuanza jaribu kulikwepa.
passion, tangawizi, malimao, maana tutatumia hizi malimao kwenye kukata hiyo detox water, na tango na tangawizi kwa wingi. Na mboga kama utaweza kupata matembele kwenye kutengeneza detox smoothie. Kama utapata matembele, kama utapata zile baby spinach, sijui kuna jina la Kiswahili lakini gelege kitu kama hicho, mtatusaidia hapo kwenye comment section. Baby spinach, kwa ili kila mtu aweze kuelewa baby spinach ni nini. Ziko sokoni, nadhani hata za 1000 ni nyingi tu. Unaweza kununua pia na cabbage, hizo unaweza kutumia kama mboga. Unaweza kutumia beetroot, unaweza kutumia matunda tu ambayo unaona kabisa yako kwenye mazingira yako na unaona kabisa hayana sukari nyingi, unaweza kaanza nayo. Hii ni kwa sababu gani tunaanza na detox? Tunajua tumekula sumu nyingi, mwili umekuwa na mafuta mengi, sukari nyingi, chumvi tunakula, yani mwili umejaa. Kwa hiyo ili tuone matokeo ya kupungua uzito au kujisikia vizuri, kwanza lazima tuanze na detox. Lazima udetox, yani ubadilishe, yani mwili ubadilike kutoka kwenye ile hali ya mwanzo kwenda kwenye hali, yani uwe na mapokeo. Kile unachofanya, ukifanya mazoezi ili uone, ujisikie vizuri, uone nyama zinakaza, uone nini, inabidi tufanye detox. Kwa hiyo tuanze pamoja guys, tuanze pamoja. Kama masoko sasa hivi matunda ni mengi, kwa hiyo kama kuna soko karibu, hata shilingi ngapi, 10,000, 15,000, 20,000, unafanya shopping ya matunda mengi tu. Na mboga, cabbage 1,000, 1,500, 2,000, inategemea na maeneo ulipo. Una uwezo wa kufanya detox, of which cabbage ni nzuri zaidi. Kama kupata cabbage au kupata mboga nyingine ambazo unajua hazitakukera, kama unaweza kutumia mboga yoyote ya majani ya greens, ukichanganya unasaga tu pamoja, unakunywa nusu lita asubuhi, nusu lita mchana, nusu lita jioni. Hivyo ndo tutafanya kwa siku 10. Kuanzia siku 6 mpaka siku 10 ndo wanashauri hivyo, ili mwili uwe tayari umeshatoka kwenye ile, umeshatoa zile sumu. Kwa hiyo utapitia kupata haja ndogo kwa wingi, utapitia. Nakumbuka ni kitu ambacho nilishakifanya nyuma miaka kama mingapi, na nilipungua, yani nilipungua vizuri. Ni kitu ambacho kilinisaidia sana, ndio maana sasa hivi nimeona ni vyema tuanze na detox ili tuweze kuondoa zile sumu. Baada ya hapo sasa ndio hata ukifanya hiyo meal plan au ukianza kula baadhi ya mlo, tayari ni rahisi kuona matokeo. Naona kwa leo tuishie hapo guys. Naona kitakachofuata, naomba mniandikie kwenye comment section kama mtapenda niwe na record the way natengeneza detox yangu, detox water. Nitakuwa na share na nyie kila kitu. Kwa kama mtapendelea pia comment hapo. Kama unaona kabisa uko tayari tuanze pamoja, comment pia hapo. Kama unaweza kucomment pia, hutaona shida kucomment uzito wako, pia comment uzito wako, comment experience yako na wewe, ili tuweze kujifunza pia. Mimi pia nipate kujifunza kutoka kwenu, kwa sababu tunajifunza kupitia mimi nitajifunza kutoka kwenu, na mimi kuna vitu pengine unaweza kujifunza kutoka kwangu. Kwa hiyo tuna share ideas. Na kama kuna kitu labda ushauri ambacho mngependa labda nifanye, pia comment hapo chini. Pia ulike na ushare. Najua watu wengi wana struggle, lakini tukiwa pamoja, tukijenga community, tutaweza kusaidiana na kufikia malengo yetu. Asante, tukutane kwenye video ijayo.